Praise the Lord. He is same yesterday, today, and forever. Ours is just to trust and believe. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaone rehema zake, tukaone upendo wake, na kwa yote itakuwa sawa. It says, tell the brethren of the righteous, it is going to be well. It doesn't matter what surrounds you. It doesn't matter where you are. There is God in heaven who is in control of all things. Praise the Lord. Na ndio hakika namtukuza Mungu na mshukuru ni kwa ajili ya siku ya leo. Ikiwa ni siku ya Jumapili ya pili ya mwezi huu ambao kwetu ni mwanzo wa mwaka mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Nikumshukuru Mungu maana tumehitimisha miaka 4. Bwana Yesu apewe sifa. Si Bwana apokee sifa. Amen. Maana tunaweza ona tu ni ukawaida, lakini nakwambia inagharimu mkono wa Bwana. Praise the Lord. We came here in 2022 March. Bwana Yesu apewe sifa. Wiki la kwanza tarehe 6 ndivyo tulivyoanza. Na leo ni mwaka wa 4 umeshakamilika, tunaanza wa 5. As we count days, as we count the years we are born, we see the doings of the Lord. Na ndicho kitu Bwana anatuambia tukiwa tunapoenda kuanza a season, tukatafakari wema wake, tukaone vile alivyo, maana anatenda, tukamuone alianzisha. Bwana Yesu apewe sifa. He is the beginning, he is Alpha and Omega. Na kwa hivyo chetu ni kuelewa huyu Mungu anatenda makuu na maajabu. Maisha yetu hayajakuwa vile tulivyokuwa tulipokuja hapa. Hata aliyekuja jana, aliyekuja juzi, maisha yake hayako vile alivyokuja. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anaendelea kutushughulikia, anaendelea kubadilisha, anaendelea kubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nimeona Mungu akitenda. Sijui kama umeona. Unaweza sema auoni ama ujui, lakini nimeona hata kwa maisha yako Mungu akitenda. You are not the one you were yesterday. Bwana Yesu apewe sifa. I am not the one I was yesterday, but I'm better because our tomorrow is better than yesterday. Na ndicho kitu ambacho tunatazamia na kuweza kuona jinsi Mungu wetu alivyo. Na inaonyesha uaminifu wake. Maana kila anachoanzisha ama anachozalisha, anasema yeye atakisimamia na atakiongoza na ataweza kukidhinisha na kukidhibitisha. Bwana Yesu apewe sifa. Ministry is always fought. Ni vita baada ya vita. Lakini kwa yote ametuhakikishia na kutuambia tusibabaike, tusiogope, lakini tukamtazamie aliyetuita na aliyeanzisha hiyo kazi. Akatuongoze, akatupiganie, akatuonyesha yake na akaweze kujulikana kuwa yeye ndiye. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo mimi nina furaha mchana wa leo ni kwa ajili ya kuona pale Mungu ametufikisha. Tukiangalia pale tulipoanza na mahali ambapo tumefikia sasa. Bwana apewe sifa. Kila kipengee kimebadilika. Neno imebadilika, uimbaji umebadilika. Mjengo si ule tuliokuwa nao tukianza. Tuaona utukufu wake baada ya utukufu. Na ndiye anasema utukufu wa mwisho ama unakao kuja utashinda uliokuwa wa awali. Bwana Yesu apewe sifa. So we just need to know whatever God has determined in heaven will surely come to pass. Whatever is determined from heavens will surely come to pass. Whatever God has determined about your life will surely come to pass. It doesn't count who are around you. It doesn't count what is your surrounding. But if God has said something, yours is to trust and hold on to what he has said about your life. To what he has said you will be. To what he has said you will become. To where he has said you will be. Bwana Yesu apewe sifa. It may not be pleasing now. It may not be pleasing in the process. But what it is that how God works it, he turns everything to work for good for they that he has ordained. Bwana Yesu apewe sifa. Anasababisha mambo yakatendeke kwa wema na uzuri kwa wale wake aliyowaidhinisha na aliyowachagua. Kwa mfano kama Yusufu
aliambiwa atakuwa mkuu, lakini hiyo safari haikuwa rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio tunaona hata ndugu zake wameinuka kupinga na kukanusha kile ambacho Mungu aliweza kuweka ni kwa ajili ya maisha yake. Lakini tunaona yale mabaya yote waliokaa na kukarabati, tunaambiwa yalitendeka kwa uzuri wa kutimia kwa ndoto yake. Bwana Yesu apewe sifa. And that is the faith and the energy that we need to carry on in every word God has spoken in our lives. No one can change. Even yourself, you cannot stop it. Bwana Yesu apewe sifa. So affliction and things will happen, but God will always appear. In the same book of Genesis, we see God telling Abraham, he will bless him. Bwana Yesu apewe sifa. Nitabarikiwa namna gani? Mimi siwezi pata mtoto, mimi miaka imeenda. Alijiuliza maswali yote, hata mke wake Sarai tunaona akicheka, akisema this is just a dream, this is just any other story. But look at what God came to do. He is reminding Abraham in the book of Genesis 17 verse 1, my son, I am the one who appeared to you in chapter 14. I said I will bless you. Stop doubting and stop having many thoughts. Stop working it out on your own. Just believe and wait upon me. Just walk in the path that I have set for you. And that is what he told Abraham. Continue in the same path. Be blameless, and I will surely bless. Because I said I will bless you with an heir, a son. And we get to see the word of God came to pass. So who is God? He says to us today in the book of Acts chapter 10 verse 35, I am not a respecter of any man. I am not a respecter of tribes. But in all tribes, in all nations, anyone who fears me, anyone who holds to my commandments, I will surely walk with him and bless him. I'm trying to show you who God is. And I want to show you that what has been determined in heaven will surely happen. For God says he will do what he has said he will do. Did he say he will take you somewhere? Just hold on and believe in that he is going to show you that place. Just believe and know that no matter what you are going through, even when you have fallen, even when you have not been faithful to him, he will remain to be faithful to what he has said. He told the children of Israel, I will take you to that promised land. And they could wonder how. But he said, I want even to clear you. But Moses interceded and said, God have mercy on them. And he said, because I vowed in my name, and heaven and earth witness my commitment to this faithful promise, a solemn promise, he said, I will fulfill what I said to your forefathers. You are not worthy to inherit, but because I committed it in writing, it must come to you. They may say you don't deserve. They may say you are a sinner. They may say you are this and this. But God loves us. He loves somebody who can obey him, who can fear him, and who can walk with him. And that is who he is. And he wants us to get to know and understand everything that has been determined in course of our lives will surely happen. If you are to ask me today, if there could be this ministry, if I could be here speaking the word of God to you, I could tell you it is not in me and it was not to happen. Because there are things which are ordained by men and there are things which are godly ordained. Moses was purposely placed by God to be the savior of the children of Israel. He was born, and we get to know the king of Egypt said, these people are going to be trouble for us. May you kill all their young ones, where there was the savior. But we get to see by faith, the mother of Moses, he believed that God has a good plan about this son. And he took him to the river.
And we get to see God working around to protect his life and to bring him to be the savior of his people. So who is God? He works in mysterious. He says whatever is his will surely come to pass. If the earthly kings, they can determine something, what of our God? Bwana Yesu apewe sifa. Hata serikali yetu ikikaa ipitishe kitu, inasema hii lazima. Bwana Yesu apewe sifa. Tuliambiwa ushuru tutatoa wa nyumba, wajui sijui nini, tukalia, tukateta, tukasema tusitoe. But if it has been determined, who can stop it? Bwana Yesu apewe sifa. Let's see in the book of Daniel 11:36. That's where the message came from. Daniel 11:36. Wakati tunaona Danieli na Nebukadneza, vita iliyokuwa ili kuweza kujua Mungu ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. We get to see that verse, Daniel 11:36, it says, then the king shall do according to his own will. Na mfalme atafanya kulingana na mapenzi yake. He shall exalt and magnify himself above every god. Atajiinua na atajielekeza kuliko miungu wengine, juu ya miungu. Shall speak blasphemy against the God of gods. Atadhiaki Mungu anayetawala juu ya miungu wote. And shall prosper till the wrath has been accomplished. Na wanasema ataendelea hadi kikazalike na kikaidhinike kile ambacho alikuwa amekusudia. Bwana Yesu apewe sifa. Na naendelea huo mstari unasema, for what has been determined shall be done. For what has been determined shall be done. For what has been determined shall come to pass. For what has been determined shall be true. Bwana Yesu apewe sifa. Na huo ni wakati ambao mfalme aliambiwa, wewe jiinue na weka amri. Hakika kila mtu akajue ni wewe tunayestahili kukuabudu. Hakika akachukize Mungu. Na ndio anaambiwa kila ambacho umeweza kupitisha, kile ambacho umetamania, hakika lazima kikatimie. Bwana Yesu apewe sifa. And I just want to relate that with our God. If a king can make sure what he has desired will come to pass, what of our God? Oh, no man can stand before him to challenge. Oh, no man can stand before him and tell him, you don't deserve to do to so and so. You don't need to do to so and so. Because he says, he is not God to listen to any man. His thoughts are different and are unique. Even when he created, no one told him, create the earth like this, make man like this, do this and this. He did it in his wisdom, in his knowledge, and in his divine will. And we just need to look at it and get to know the same way all what God has determined will surely come to pass. But it's so passive. It must come to pass because times and seasons are in his end. When time of something comes, he will do it. When the time of bad comes, he says no one can stop and change that time or season. And it's so passive. And that is how our God is. There is time for everything. And there is season for every activity, both in heaven and in the earth. As in the book of Ecclesiastes chapter 3 tells us, times and seasons they vary. And we need to be in the seasons. And we need to understand the power of our God. We need to understand God has ordained things and planned them for a given time, for a given season. And when that time and season come, he will make sure it is coming to pass. He said you will be a king. He will raise you and appoint you at that right time, at that right season. He said you will be a minister. He said you will serve me in this way and that way at this place. He will make it happen. How it will happen, you will not know. No one can know how God is working. Even if we pray and fast, we will not know the deep secret of God. We will just be seeing God working for us. We will not be able to elaborate
how God is going to work. Bwana Yesu apewe sifa. In the book of Matthew and Luke, we get to see the birth of Jesus Christ. God sent the angel to Mary and told him, now, praise the Lord. Now, not yesterday. Yesterday she was Mary. But today, he has been favored. Because it was a season and time and the hour for God to favor her. He told her, today you are favored. You will bear a son and a king for the world. The savior of my people. Even she was shocked. Praise the Lord. We are shocked by what God will do with our lives. Because our lives are not ours, but are His to do as He wills. He says we are His workmanship. Ako na wewe na atakutumia vile anataka. Hata leo akitaka kukutoa hapa, uende hata Ulaya mahali fulani, ata make sure utaenda. Bwana Yesu apewe sifa. You may not have a ticket, you may not have the money, but if God has said today, I want you to be in a certain place, that is where you will be. And Mary said, how can this be possible? Because there are many things which need to be in place, but I don't know and I don't see how it can happen. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie mwenzako hautajua vile itafanyika. You just trust about the power of God. You just trust about the process. Because He said you will bear a son. He did not show her how she will bear the son. But she told her what? You will bear a son. And time like this, you will see it. Praise the Lord. And we get to know and to see Mary was puzzled and it was explained. It is not by how you know and how you have conformed your mind, but by the power of God. By the will of God, by the design of God. We just need to understand there is design of God to work in our lives in every way. And in every task that God has placed for us. And that is what Mary was taught. You just wait. You will see the power of God working in you. And you will bear a son without any physical encounter with a man. This God, though, is mystery. Praise the Lord. Even Paul said, I cannot clearly explain to you the mystery, the mysteriousness of God. He is a mystery God. How He works, how He makes way, how He intervenes, we don't know. But when He has said, I will be there for you, He is there. When He says, I will do, He will do. Ours is to hold on to every word, to every promise, to everything that He has said. And the same to His word. His word directs us to Him, to see His promises, to see what He has planned for the saints. He has planned our lives. And those are placed. They are things which are placed for us. We be like this, we take this, we have this and this. And if we are going to believe in His word, we are going to see the glory. We are going to see His power bringing to birth, bringing to existence every reward, bringing to pass every word which has been ordained. Praise the Lord. If He says you will be wealth, it's not about working hard. It's not about looking for means and shortcuts. It's about toiling faithfully and waiting on God. He will come as you do what you are doing. Praise the Lord. And He will make sure you'll be that person He has said you will be. That person He planned you will be. That man, that woman, He says He is God who will lift us from where men may despise us. From the poverty to the riches, to the kings. And He says He will give us wisdom that even before men, we may be able to stand. Praise the Lord. So it's not about you. It is about the power of God working in you. I am nobody. I am just a man. But God who is in me is ministering to us. Praise the Lord. So we are just nothing. But God is there to work for us. In the book of Isaiah 25 verse 1. Isaiah
Sura 25 mstari wa kwanza. Neno la Bwana yasema, Ee Bwana, wewe ni Mungu wangu. Nitakutukuza na kulisifu jina lako, kwa maana katika ukamilifu wa uaminifu umetenda mambo ya ajabu, mambo yaliyokusudiwa tangu zamani. Narudia, Ee Bwana, wewe ni Mungu wangu. Nitakutukuza na kulisifu jina lako, kwa maana katika ukamilifu wa uaminifu umetenda mambo ya ajabu, mambo yaliyokusudiwa tangu zamani. Bwana Yesu apewe sifa. God brings to pass things which have been premeditated, things which have been waited for. He is God of time and season. Na ndiyo Isaya anasema, wewe ni Mungu wangu, Ee Bwana wangu, nitakutukuza na nitalisifu jina lako. Maana ameona hakuna jina lingine ambayo lina msaada kama huyu Bwana. Anasema yeye ni Mungu wa masikini, Mungu wa mhitaji, Mungu ambaye anaonekana kwa kila dhiki. Na ndiye anasema, kwa maana katika ukamilifu, Mungu ambaye ni mkamilifu kwa mambo yote, Mungu ambaye ni mwaminifu, ametenda mambo ambayo ni ya ajabu. Tukiangalia maisha yetu, tukiangalia huduma hii, yale mambo Mungu wetu anatenda ni mambo ya ajabu. Na jinsi anavyoyatenda hatuwezi kuyaelezea, hatuwezi kusema ni kwa namna gani, hatuwezi kusema ni kwa nini ametutendea, ni kwa nini amekutendea na hajatendea yule mwingine. Lakini neema yake tu inatenda, ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Isaya anastaajabu na huyu Mungu, na hata nasi tunahitaji tukaangalie huyu Mungu na kuweza kuelewa kile alichoidhinisha mbinguni hakika kinatimia. Na ndivyo anatuambia sisi kama watoto wake, vile tunaomba kwa jina la Yesu Kristo itakuwa vile. Kile tutafunga, kile tutafungua hapa ulimwenguni na juu mbinguni itakuwa vile. Maana mapenzi yake yatasimama, na mapenzi yetu kama watoto wake anatuambia, na mapenzi yetu vile unataka, vile ninataka, itaenda kukua, maana ametutukuza kwa utukufu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Our God is glorious. He is working for us and is working through us. He is working through each one of us. Na ndiyo Yohana wa kwanza sura ya 5, 1 John 5:14 anasema, na huu ndio jasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu kama vile apendavyo atusikia. Mapenzi yako anatenda, kile ambacho unatamani anatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia in the book of Numbers 14:28 anasema, He will declare what our fathers, what us as men we will want. He says, as I live, declares the Lord, what you have said in my hearing I will do to you. Ni wakati Mungu alitembea akashuka kwa wana wa Israeli na akasikia matamanio yao na maombi yao, wakisema, hakika tutaki huyu Mungu tukakutane na yeye, lakini tunaomba akakutane na watumishi wake na wakaweze kutuambia vile anataka. Na ndiyo Bwana anasema, hakika nimesikia matamanio yenu, mapenzi yenu, na hivyo ndivyo ilivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Matamanio yako ni ya aina gani? Yako namna gani? Unahitaji ukaelewe na Mungu wako kuwa ni Mungu ambaye atakutendea vile unavyotamani. Kuna vile amepanga ni kwa ajili yako, ako ni kwa ajili ya kutimiza hilo. Kuna vile pia unataka, na vile unapotaka kama inaandamana na mapenzi yake, anakuambia mbinguni imeidhinishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio nakutanga vitu zingine watu wanakukanusha, wanakataana na wewe, wanasema huwezi kuwa hivi, huwezi fanya hivi. Lakini kama haikuwa mapenzi ya, ni mapenzi yako na imekubalika mbinguni, and it is so. Maana Mungu amekwambia tabiri mambo kuhusu hali na itakuwa. Bwana Yesu apewe sifa. You call for things which are not there as if they are there, and they will appear. He will bring them for you. He is God who is faithful. He tells us in the book of 1 Thessalonians 5:24, He who has called us is faithful, and for sure He will do it. He called you to serve. He will surely remember you. He will surely take away your shame. He will surely fight your battles. He will surely bless you. Because we come before God to bless us. We came before God for our lives to be changed. We come to God the way we are. Whether we are good or bad, He loves us as long as you love Him. And He will work upon your life. And that's
the fact which God says, I am faithful. I have called you. And if I have called you, I've said I will heal you. I will walk with you. Have faith in what he has promised you. You are my son. You will inherit my blessings. I prepare them before even you came to salvation. It will be so. No one can stop. No pastor can stop. No man can stop. No witch doctor, no sorcerer, no diviner can say, Lord, we stop. Maana yeye ndiye Mungu mkuu kuliko wakuu wote. Yeye ndiye Mungu mtawala juu ya watawala wote. Tunamuita Bwana wa mabwana. Tunamuita Mungu wa mbinguni anayeishi. Maana anasema kama kunaye Mungu mwingine aliye na uhai, ainuke na aweze kujidhihirisha. Na ndicho kitu ambacho anatuambia, kile mbingu imedhinisha, imepitishwa. No plan that has been formed and ordained in heaven can be broken loose, can be destroyed. Yesu apesifu. Tumefika mahali tumefika ni kwa ajili ya uaminifu wa Mungu. Isaya amesema, Mungu, wewe ni mkamilifu na mwaminifu. Ni kweli huyu Bwana ni mwaminifu. Kwa ahadi zake ni mwaminifu, atatenda. Na ndiyo mwimbaji amesema, neno lako tunalitumainia. Maana ni kweli. Daudi akasema, neno lako imekuwa faraja kwangu. Neno lako imekuwa nguzo yangu. Neno lako imekuwa imani yangu. Maana hiyo neno ndiyo inatuelekeza kumuelewa na kumuona Mungu. Na ndiyo Isaya anasema, wewe Mungu wangu ni mkamilifu na ni mwaminifu kutenda kwa uaminifu kwa kila mtu. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji kuamini Mungu. Hatutaji kuwa na shaka. In the book of Numbers 23:19 it says, no witchcraft, no sorcery can touch the servant of God. He is not a man that is going to lie. He is not God who is going to change in his promise to you. Hata umkosee, atabaki kuwa mwaminifu kwa kila alikwambia atakutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa upendo. Na ndicho kitu ambacho kinahitaji kututia moyo na kuweza kujua Mungu wetu ataenda kukamilisha kila kazi ambayo ameandaa ni kwa ajili yetu. Ni kwa ajili ya familia zetu. Ni kwa ajili ya maisha yetu. Maana yeye ni mkamilifu na mwaminifu. Hakuna mwingine amekamilika kama Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mwingine mwaminifu hata sisi zote, hakuna mtu ni mwaminifu 100% kwa Bwana. Lakini yeye Mungu ni 100% mwaminifu kwa sisi zote, hata kwa wenye dhambi. Yeye ni mwaminifu, anawatunza, anawalisha, anawapea kila wanachohitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hawezi tenda kwetu peke yake, anatenda kwa kila mtu. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji tukaangalie. Tukajue leo yetu haifai kuamua kesho yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Let your today not determine who you should be. Ati kwa vile leo sina pesa, ati kesho nitakaa hivi. Kutokuwa na pesa imaanishi ina determine hata kesho nitakuwa sina pesa. Nisipokuwa mahali leo haimaanishi kesho sitakuwa pale. Bwana Yesu apewe sifa. It is the faith you have in God. It is the God you are going to carry with you, ambaye unahitaji. Maana ndiye anayeamua mambo yote. He said, when I come, I will change everything for you. Bwana Yesu apewe sifa. Ni shida umekuwa nayo, anapokuja na unapomwalika, atakuja na ashughulikie akumalizie. Ni kupungukiwa ambao umepungukiwa, unamwalika na unamwambia, Bwana, hakika sitaki haya mambo yaendelee namna hii. Mungu wangu nitendee. Na ndio nakuta mtu anashuhudia, anasema vile ilikuwa jana, vile ilikuwa mwaka jana, vile ilikuwa awali, haki kama si Mungu sijui ingekuwa namna gani, sijui ingekuwa ni hadithi gani. Lakini maana huyu Mungu ni mwaminifu, hakika tunahitaji kumwamini na kuelewa atatekeleza kila alichosema. Bwana Yesu apewe sifa. Hesabu 11:21. Hesabu 11:21. Hata Musa tunaona akishangaa na huyu Mungu. Mwimbaji akasema, ninashangaa nikielewa sauti yako. Bwana Yesu apewe sifa. Anashangaa. Hata sisi tukikaa tutafakari na kuangalia uweza wa Mungu, tutashindwa
cha kusema na kueleza. Bwana Yesu apewe sifa. Musa aliyekuwa anatembea na Mungu anaambiwa guza mawe maji itoke, na inatoka. Anaambiwa nitaleta mkate na inakuja. Amefika mahali anaambiwa na Bwana, napea nyinyi mnyama kwa mwezi mzima. Na kumwambia Bwana, ni sawa umesema, lakini inatimia namna gani? Verse 21, we get to see Moses doubting. Na Mungu angekuwa si wenye huruma, angemmaliza. Maana anapenda mtu anayemwamini na anayeamini kila anachosema. Na ndio akamwambia, kweli itawezekana, tutakula nyama mwezi mzima. Itatoka wapi? Hatutamaliza. Na ndicho kitu ambacho how God works, it is mystery. Na kwa hivyo chetu tunafaa kuelewa the mystery. There is working of God in the mystery. Na the mystery ndiyo ambayo Mungu ni mkono wake tuko ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hivyo ndivyo tu neno la Bwana inasema. Nafikiri umeona hiyo mstari 21, 11:21. Inasema nini? Pastor nisomee. He is telling God, we are of this number, not one, not two. We are 600,000. And you say, I will give them meat for a whole month. Will they have enough? Even stop there. But you are asking yourself many questions. You are passing through the afflictions. You are passing through a hard time. You are passing through things which are making you despair. Things which are hurting you. And the questions that you have are you God going to change? Are you God able? I want to tell, if you seek God faithfully, He is going to do. He is faithful. And that is what He is telling Moses. Don't worry about it. Even what you are thinking of is not what I'm going to give you solution with. Maana yeye anamhesabia wanyama wa porini, mifugo, lakini Mungu aliwalisha na hizo kweli. He made his way. Bwana Yesu apewe sifa. Alileta nyama kutoka baharini. Upepo tu unaleta nyama za kuku wanakula. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unapofikiria jibu lako litakuwa hapa na suluhu yako ni pale, Mungu atakutengezea njia ukaweze kujua huu ni mkono wa Bwana na si njia yangu. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa maisha yetu, kwa huduma ya Bwana. Hakika si kwa akili zetu, ni kunyenyekea kwa akili zake na maarifa yake. Anakuambia enenda namna hii, fanya namna hii. Petero aliambiwa na Bwana, hakika mmetaabika ya kutosha mkitafuta mkate wa uzima, mkate wa kila siku. Na ndio akaambiwa mnahitaji mkavue pande hii. Lakini pia wanashangaa. Na ndivyo walivyofanya vile Bwana aliwaelekeza, walishangaa na kuanza kumuuliza, na inakuwa aje? Maana tumekaa hapa usiku kucha na tumepitia hapo ambapo umetuambia tupitie, lakini mambo ni tofauti. Unapoambia Bwana akatawale, unapoambia Bwana akuongoze, mambo yanakuwa tofauti. Vita vyako vinakuwa tofauti. Ushindi wako unakuwa tofauti. Utu wako unakuwa tofauti. Sababu si wewe tena, ni Mungu ambaye unamtumainia. Na ndio Bwana anasema utanipendeza kama utajawa na imani. Uamini kabisa kikamilifu kuwa mimi ninaweza. Ninaweza hayo mambo yako. Ninaweza hiyo shida. Ninaweza huo ugonjwa. Ninawezana na hao wachawi. Hakika nakwambia hawawezi kukuguza. Maana Bwana amesema hawatakuguza. Aliye kinyume nawe atakuwa kinyume na Bwana. Na ndicho kitu ambacho ni neno tu ambayo inatuhakikishia kuwa kile Mungu ameidhinisha hakuna wa kukipindua, hakuna wa kubadilisha, hakuna wa kukichelewesha, hakuna wa kukipiga vita. Na ndio hata Gamalieli aliambia waliokuwa wanapiga mitume, hao watu kama ni wao wamejituma mtawasimamisha, lakini kama wametumwa na Bwana mtapigana na nyinyi wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho kile cha Mungu anakitetea. Unapotumikia Mungu, usijali wanasema nini, usijali mawe wanaokurushia, usijali na vita wanazokuinulia. Ambia Bwana, niko kanidhinishe, niko kaonekane. Na ndivyo Yesu anasema, mnanikataa na mtawakubali ambao ni waongo. Lakini Mungu amejidhihirisha na akanidhinisha kwenu, mkajue kuwa mimi ni yeye amenituma. Maana vitu zingine si za kujitetea, is for you to focus na kuendelea kushikilia kile chako. Hivyo ndivyo ilivyo hata sisi kama huduma. Mahali tumefika ni Mungu.
Vita wametuinukia, lakini sisi tunaambia hatuna ubaya na wao, hatuna shida nao, lakini kusudi la Bwana lazima itaendelea. Na anasema tuwe tupo, hii madhabahu itakuwa na itanena kwa ajili yetu, kwa ajili ya watu wetu, kwa ajili ya mji huu na kwa ajili ya mataifa. It's not about me. It is about the honor. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi sitakwambia kuja kanisani unifuate. Tunafuata Kristo. Na tunaambiwa fundisha watu wangu njia yangu. Na hakika utafuata Mungu. Whether there are people or not there, whether you are left alone, you get to know this is the way. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho kitu ambacho cha msingi ni kuelewa Mungu wetu na uweza wake. He is faithful. His plans are good. He will do what he has said about us. Maana neno yake si inatuprofesia. The beauty of it, word is prophecy. Kila kitu imetabiri kwako. Ni ahadi tu za Mungu ambazo amenena kwako. Ukifanya hivi nitakufanya hivi. Hivi ndivyo utakuwa. Hivi ndivyo inaenda. Na unapoipokea na uiweke juu yako, hakika inatenda hilo tu. Lakini hatuonangi kitenda, tunaona matokeo. It is how the process is not visible. It is spiritual. It is God in control. And you just need to know he will work beyond what you are asking. Ephesians 3:20. He said, now to him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. He will do above what you are asking. Unamwitisha yako kagari. Kama si ya kiwango akupei yako, anakupea kile ambacho kinastahili. Anakupeleka mahali unapo stahili. Maana ni ile nakuta kama yako mapenzi yako inatofautiana na Mungu, Mungu ni mzuri, atakupea ile matamanio yake. That is the beauty of God. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani tu kitu namna hii ya kiwango ya chini. Kama kwa Mungu ni aibu na si chenyewe alikupangia, ata make sure amekupea kile you deserve. Whether watu watakataa watakubali, hakika nakwambia itakuwa. Utatembea kwa hiyo neema. Utatembea kwa hizo baraka. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji tukainue macho yetu na kuweza kuona mambo ni mapya. Mambo yamebadilika. Vile Isaiah anasema in the book of Isaiah 43:19. Things are even new right now. Forget about the old. Forget about the former. Na ndicho kitu ambacho mara mingi tunaangazia njana. Tunaangazia mazingara tulipo. Mahali tulipo. Tunaangalia kuna mtu akunisaidia saa hii. Na Mungu unaniambia utanifikisha pale kesho. Itakuwa hivi pale. Unaanza kutamauka. Unaanza kukosa imani na Bwana. Lakini Mungu aliyekuambia yeye ni mwaminifu na ndiye unafaa kumlilia, akushikilie na akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ndiye anabadilisha. Naweza kuwa sina pesa leo, kesho niamke kwa pesa. Because he knows the plan and the time. He knows what he has planned. Na ndiyo kitu ambacho Paulo ananena in the book of 1 Corinthians chapter 1. It is not about the proverb, the vocabulary. But he says it is all about the yes and amen of our God. Every promise of God is true. Every word of God is true. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu akisema itakuwa hivi, inakuwa. You may not know the time. If he has said this time, it will be that time. No one can change anything. Hata kama hajasema majira na wakati ni mgani, na amesema nitafanya hivi, nitakukumbuka, na kuambia hakika Bwana atakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu wetu ni wa ajabu. We cannot dictate God. Lakini Mungu anatenda kwetu kwa rehema. Hata wakati tunatenda mambo, tunatenda hata mambo mazuri, tunasaulika, lakini Mungu anasema tenda mazuri, nitayakumbuka na nitakukumbuka. Inafikanga wakati anakumbuka. Si tunaona wafalme nyakati wanasema na tukague. Mfalme anasema na kuna mtu alisaidia mimi. Huyo mtu ako wapi? Anaitwa namna gani? Familia yao iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Because when you do good, you will be remembered and God will bring that good to you or to your children. Jonathan was remembered, and when he was remembered, he was not there. But Mephibosheth was there. He received the reward of his grandfather. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ahadi ya Mungu ambayo ni ya bure. Hakika kama Mungu amekwambia nitakubariki, hata kama utakufa kabla kuona hizo baraka, jua ya kuwa ambia watoto Mungu alisema atatubariki. Na mimi najua kitambo mtoke kwa ulimwengu mtaona hizo baraka. Because that is how God is. You may go before. Mababu za wana wa Israeli walitangulia hawakufika nchi ya ahadi.
ingawa wao ndio waliambiwa. Lakini Bwana aliwaambia, waambieni watoto wenu, niliwaahidi kuwapea hili, na kwa hivyo watakao wakijua sijawaambia leo, nilisema wakati nilipowachukua pale. Na ndiyo kitu ambacho kinajenga imani yetu na nguvu yetu ndani ya Bwana, kinajenga kuimarika kwetu ndani ya Bwana. Na kwa hivyo chetu ni kuweza kujua Mungu wetu ni Mungu mkuu. Bwana Yesu apewe sifa. He is just good God. John 14:13 it says, and I will do whatever you ask in my name as my representative. Kwa hivyo sisi tunawakilisha Bwana. Kile ambacho unahitaji nifanye, nitafanya. Kama Mungu wako amepanga kitu, kile unataka afanye, utamwambia, maana wewe ni ambassador wake, wewe ni mwakilishi wake, wewe ni mtoto wake. Ufalme lazima ukadhibitishwe. Bwana Yesu apewe sifa. He continues to say, this I will do. Anything that you ask, I will do. So that the Father may be glorified and celebrated in the Son. Ili Mungu akatukuzwe na akashambikiwe, akafurahiwe ndani ya Mwana. Maana tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio tunaomba kile tutakachoomba kwa jina la Yesu Kristo, matamanio yetu, mapenzi yetu, Bwana anasikia. He gives us the heart desires. Apart from God doing his will, there is also another leeway ya mapenzi yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Si huyu Mungu alitamani Hezekia kufe. Akamwambia, I have determined that you are going to die. Set your house in order. Tell them that you are leaving them. Lakini Hezekia akageuka kwa ukuta na kumwambia Bwana, Mungu wangu, haya unayoyasema yanachoma moyo wangu. Nimekuishia na nimekutumikia. Niongezee miaka ingine 15. Ni Mungu alidetermine ama ni Hezekia? Si Ezekiel alimwambia Mungu, nipe miaka 15 tu. Hata najua itoshi, maana itakuja tu iishe. Lakini nipe hiyo tu, niseme hakika kwa matendo umenisikia. Bwana Yesu apewe sifa. Na mapenzi yake akakabidhiwa. Na ndio tunaona Mungu anaheshimu sisi, maana kuna vitu zingine anakubali tu matamanio yetu. Na ndio anatuambia, the desire of your heart, the desire you have for the ministry, for your family, for your life, it is good, and if it's aligned with the purpose God has put in your life, Bwana anasikia na anatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Utaona mkono wa Bwana. Na ndicho kitu ambacho Zaburi ya 57 mstari wa 2 Daudi anasema, neno la Bwana hakika itathibitika. Romans chapter 9 verse 6. Psalms 57 verse 2, it says, I will cry out to God most high, to God who performs all things for me. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nitainua sauti yangu kumwelekea Bwana, atendaye mambo yote kunihusu. Wewe Mungu wako anakutendea mambo yote. Unaamini kuwa Mungu anashikilia mambo yako A to Z. Unajua Mungu anashikilia mipango yako. Unajua Mungu anashikilia uhai wako. Unajua Mungu anashikilia baraka zako. Unajua Mungu atatenda kwako vile ambavyo amekusudia. Na ndio Daudi anamwambia, I will cry out to God most high. Nitalilia Mungu wa mbinguni, ambaye ni Mungu wangu, ambaye ni baba yangu. To God who performs all things for me. Maana hajanidanganya. Nimemfahamu kuwa ni Mungu mwaminifu. Nimemfahamu kuwa anavyosema ni kweli. Nimemfahamu kuwa vile ninavyomuuliza, vile ninavyomwangiza, hakika anatenda. Maana la zingine ni kuangiza Bwana. We command. Maana Isaiah I think 54 ama 55. Kuna mstari uko hapo anatuambia, command my word. Command me to do my word. We declare, God, may you do this. God, you have said this, do this for me. We are commanding in his word, in his will. Na ndio unakuta neno la Bwana ni mapenzi ya Bwana. We know the perfect will of God, what has been ordained from heaven. Na ndio na shetani anapokuja unamwambia, hakika haijapangwa namna hii, imepangwa namna hii. Na anasikia, maana that order is what you install. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho kuna vitu mingi ambazo hatutangoja Mungu akashuke, ni kumwambia Bwana, may this be so. May this be like this. You have told me in your word, this is my portion. This is what you have planned for me. This is what should be in place of this. And God will make it happen. Bwana Yesu apewe sifa. Warumi 9 mstari wa 6. Romans 9 verse 5 to 6, 7.
Hallelujah. Hebu nisomee Biblia yako Pastor, verse 5 and 6. Then tasoma another version which is worldwide English version. Mstari wa 5 na 6. Ila amefika Biblia ile uko nayo nisomee na mtu. 9 verse 5 and 6. Theirs are the patriarchs, and from them is stressed. Hapana, nafikiri kama umepotea uko kwingine. Sikia ziendanishi. Of whom are the fathers, and from whom according to the flesh? Ni Romans 9 verse 5 and 6. Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen. Christ came, eternally blessed Lord. He came for us. Amen. In another better clear version, verse 5, in the worldwide English version says, God will do what he said he will do. Not all who are Jews belong to the Israelite. To the real Israel. God is speaking about the inheritance of the children of Israel. Anaongelelea kuhusu baraka alizokuwa ameahidi kwa wana wa Israeli. Na ndio anasema wengine walipokea na wengine hawakupokea. Wengine hawakufika, wengine walifika. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho Mungu anatuhudumia na anatushughulikia ili tukafike kwa kila baraka ambayo ameandaa kwa ajili yetu. Si Wayahudi peke yao, lakini sisi zote tuliokombolewa na kuzalika ndani yake. Na ndio mstari wa 5 unasema God will do what he said he will do. Bwana Yesu apewe sifa. Aliahidi baraka, akaahidi pumziko. Na ndio tunaambiwa wengine waliingia kwa pumziko hiyo ya milele, lakini wengine wako bado hawangali fika. Sababu gani? Kwa sababu zao. Maana Mungu alipanga kila mtu aingie na afike. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho tunajua Mungu ni mwaminifu, ataenda kutenda na atajidhihirisha ni kwa ajili yetu. He says in the book of Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. And it shall prosper in the thing of which I send it to. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna neno itanirudia bure. Na ndivyo hivyo hata Warumi anasema, hakuna neno ya Bwana imerudi bure. Hakuna chochote ambacho amesema atatenda hakitaweza kutimia. Kwa maisha yetu kile amesema kinaenda tu kutimia. Na ndicho kitu ambacho anasema vile neno lake litaenda, litaathiri na itimize kile chote ambacho imekusudiwa. Kila chote ambacho ni matamanio yake, kile ambacho imetumanishwa ikatende. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapoomba ni neno tunatuma. Na tunaomba nini? Mapenzi ya Bwana. Na Mungu tengeza hivi, Mungu fanya hivi, Mungu tuhurumia hapa na pale. Na Mungu anatenda hilo neno tu juu ya maisha yetu. Anatenda hiyo neno juu ya hali zetu. Na ndicho kitu anatuambia, it will come to pass. Bwana Yesu apewe sifa. Even in the book of Deuteronomy 28:1, it starts, and it will come to pass. That time, that day, as we obey God and as we walk with God, as he performs for us, he will say, if diligently we listen to his voice, it is coming to pass. Kama tutamsikiza Bwana, kama tutatii Bwana, itakuja kutimia kile ambacho amekusudia. Kila baraka ambayo amenena hautaikosa. Maana si ya mtu mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Nasemanga tunafaa kwa tunashuhudia baraka the same, ushindi the same, mazuri the same. Kwa maana yako ni yako, yangu ni yangu. Maisha yako ni yako, yangu ni yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi tumetendewa na kila mtu kwa pamoja, lakini kila mmoja anahitaji kuona Mungu wake. Bwana Yesu apewe sifa. We need to see God establishing us. Na hakika najua Mungu ni mwaminifu. Maana ametuahidi atatenda. Hata tunapoomba anatuambia tuombe ufalme wake uje, mapenzi yake atimie, na hakika akajidhihirishe. Bwana Yesu apewe sifa. Akatutendea vile mbinguni amepanga. Na kwa hivyo chetu ni kuamini nguvu za msalaba na Mungu. Na kwa hivyo chetu ni kuamini kuwa Mungu wetu ni mwaminifu. Mstari wa mwisho Habakkuk 2 verse 2 and 3. Habakkuk
Habakkuk chapter 2 verse 2 to 3. New Century Version says, the Lord answered me, write down this vision. Write it clearly on clay tablets, so whoever reads it can run to tell others. Iandike ili wataweza kusoma wakaambie wenzao. It is not yet time for the message to come true. Wakati bado hujatimia kwa ujumbe huu. Wakati bado hujafika kwa mpango huu. But that time is coming soon. The message will come true. But that time is coming soon. Kila mpango wa Bwana unakuja kutimia. Kile ambacho unaona kimekawia kwa maisha yako. Hakika hata wakati kimekawia, naona Ezekieli Mungu akisema, na hii mmesema imekuwa midhali. Mambo niliyowaambia yanakawia. Hayatakawia tena. Nikumwambia Bwana, wacha ukaondoe kila midhali. Watu wanasema unachelewa. Maana Mungu wetu akawii na achelewi. Nikumwambia Bwana, hakika tukaione ikitimia. Tukaione kwa wakati wetu. Tukaone hakika Bwana ikitimia haraka. Maana anatuambia wakati ndio huu, ni kwa ajili ya rehema zake. Na kwa hivyo mbingu itakaponena, hakika hakuna cha kuweza kuzuia. He will stand with every purpose for us. Maana yeye ni Mungu. We need not to worry. We just need to trust upon the Lord and tell God, may you intervene. May you, Lord, show us your glory. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kile ambacho kiko conceived ndani yako, we declare it must be birthed. Bwana Yesu apewe sifa. In the book of Isaiah 66 verse 9, God says, I will not bring to birth and deny the birth of the baby. Mungu hataleta ujauzito na akazuie kuzalika kwake. Na ndicho kitu tunaambia Bwana, vile neno yake ilio, kila maono, kila ndoto, kila uzuri na baraka aliyoweka ndani yetu, kile kinaweza kuwa kinazuia, kile kinaweza kuwa kinaweza komesha, Mungu wetu akapigane kikazalike. Maana anatuambia lazima kikazalike. Wanaweza kuwa walisema hii huduma haitazalika, lakini si kwa nguvu zetu. Mungu mwenyewe anaizalisha. Maisha yetu, baraka zetu, hakika kila uzuri ambao unaweza kuwa umeshikiliwa, tunatangaza ukafunguke katika jina la Yesu Mungu wetu. Maana Mungu wetu ni mwaminifu. Maana anaahidi na anatenda. Anaahidi na anatenda. Na ndiye anasema Isaiah 14:27, what your purpose will stand, and no force in heaven or on earth will cancel it. Bwana Yesu apewe sifa. Kile Bwana amekusudia, hakuna nguvu yoyote, hakuna mamlaka yoyote hapa ulimwenguni inaweza pindua, inaweza batilisha, inaweza kanusha. Na ndio tunatangaza kwa maisha yetu, kila mpango Bwana amepanga na maisha yetu, kila mpango Bwana amepanga kwa watoto wetu, kila nguvu ambayo inaweza kuwa imejiinua, ikabadilishe, ikakanushe, tunatangaza haina nguvu, haina mamlaka. Maana anasema whatever our God has purpose will stand. Even right now we declare it to stand. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima isimame, lazima ikaweze kukua. Maana anatuambia hata Ayubu 42 mstari wa 2, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Tunajua unaweza tenda mambo yote. Hakuna mpango wako unaweza shikiliwa na yoyote. Kile ambacho kinaweza kuwa kinajaribu kushika ni kutangaza umeme wa Bwana ukakichome na ukakiharibu, na Mungu akaweze kutenda ni kwa ajili yetu. Maana tunatamani kuona kile Bwana ameunda kikizalika. Tunatamani kuona hakika ushindi wa Bwana. Na ndicho kitu ambacho tunamwambia Bwana akatawale maisha yetu, destiny zetu, wito wetu, huduma zetu, ndoa zetu, familia zetu, watoto wetu. Maana hakika ana mpango mwema ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Nikumwambia Bwana hakika akainuliwe. Nikumwambia Bwana tunamtukuza, tunamheshimu. Na kwa hivyo hakika tutasimama kwa miguu yetu, tukajiachilie mbele za Bwana na kumwambia Mungu wetu uliye. Praise the Lord. He is same yesterday, today and forever. Ours is just to trust and believe. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaone rehema zake, tukaone upendo wake, na kwa yote itakuwa sawa.